Mas tulisema kwamba siku mbili ama siku moja kwa siasa ni inaweza kuwa na change. Ndio, lakini siasa za huu mwaka naona kwamba zimejiset kwa njia fulani. Like zilikuwa set before 2020, zilikuwa zimejipanga. So between 2020 na sasa hivi it's been just the fine details za kuangalia hapa. Mahali ambapo nitaenda nipigiwe upato ni wapi? Mahali ambapo nitaenda ni shinde ni wapi? Na mambo kama hayo. Basi nani ako na nafasi kubwa zaidi ya kushinda kiti cha ugavana pale kaunti ya Kisii? Haijalika hata kidogo. Ni swala ambalo ni la kusikitisha, akisema kwamba we can only trust him and NEC to give information about exams. Yes. Na linanishangaza kwa sababu previously kulikuwa na makachero wa DCI walikuwa wamewakamata wanafunzi wa chuo kikuu ambao walikuwa wameshikanishwa na wizi wa mitihani. Yeah. Sijui utazungumziaje hilo? Masi, hakuna mtihani umewaifanywa Kenya hii bila kusikia kwamba mtihani ulileak. Hamna. Hamna. Mtihani ambao ulijaribu at least ni 2016 wakati our super CS Fred Matiang'i alikuwa pale, lakini kulikuwa na fisa mbalimbali. Hivyo sidhani kama kuna mtihani ambao unaweza kuwa conducted. Unajua ndio maana Matiang'i anasema kwamba hata kama ni askari wanakosa. Kuna watu wengine ambao hawajakamilika. Kuna watu wengine ambao wana shida. Hata ukisema kwamba utaangalia mtihani kusikue na visa kama hivyo, lazima viwe. Hivyo now it's all about how do you control them wakati zimekuwa, utasikontrolije, utafanyaje uzipe hii mianya. Jua kama umeleta mtihani, kuna mwingine yeye anafikiria hii mtihani itafunguliwaje jioni ndio nitumie mtoto wangu mahali fulani. Hivyo visa kama hivi hatuwezi maliza. Lazima ziwe zinatokea. Kwa hivyo tukubali kwamba vinatokea, lakini Profesa Magoha anasema ameweka mikakati ya kuhakikisha kwamba hakutakuwa na wizi na hakuna wizi wa mitihani. Yes, hawezi sema kwamba mitihani imeleak. Wanasema call us na emergency. Sasa kama kuna emergency kwa mtu nyumbani, watampataje? Swali langu tu. Sasa itabidi yeye ni msimamizi wa mitihani, ndio ni askari, alafu kuna emergency kwake, anatafutwa sana. Lakini Masi, unajua huwa anapeana masharti yake pale akiwa pale. Sidhani kama hayo masharti ambayo anapeana yanafuatiwa. Sidhani kwangu kama hayo masharti ambayo anapeana yanafuatiwa. Sidhani. Nadhani ni kwa vile hayuko everywhere, lakini angekuwa yuko everywhere yangefuatwa. Sasa hayupo. Ndio maana haiwezekani. Swala jingine ni kwamba alisema mitihani ilikuwa inafunguliwa saa 12. Basi ifunguliwe saa 12:30 ama saa 12:30. To me I think mtu kama alikuwa anataka kuiba, hata ukifungua 5 minutes to exam bado ataiba. Ataiba. I think kunafaa kuwekwa mikakati tofauti kabisa ili kuhakikisha kwamba at least ule wizi unapungua, kwa sababu hautaisha. Unapungua kwa kiwango kikubwa. Hasa kwa huu mwaka mimi nimeona umeibwa sana. Kama mwaka mlisema 2015 mtihani uliibwa sana. Sijui Wizara ya Elimu, serikali itafanya nini zaidi ili kuhakikisha kwamba mitihani ya kitaifa sijui senior, unaona is there a way we can do tuone kwamba hakuna wizi wa mitihani totally kabisa, tumalizane hiyo maneno ya kuiba kwa mtihani? Kwanza kabisa mimi nakubaliana na yale maono ambayo Magoha na sheria ameweka. Kwa sababu gani? Magoha ndiye amesimamia wanafunzi wote kwa mitihani. Akiambia wengine ya kwamba wizi wa mtihani unaendelea na wanaendelea kufanya mtihani, na wakati umekuwa una hitimu amefika hospitali na that's why we are witnessing and professionalism
in other fields unapata inaleta maua ama inaleta mambo mengine ambayo yanatusumbua sekta zingine. Kwa hivyo kunasema kwamba tufundishe watu wanafunzi na watu maadili mema, kwamba hili ndio ni gani na naona ndio huli sisi kuangalia maadili ndio utasema mema vizuri fika siku mshame vision the way Del, this is the exam asangalia hapana mimi mema stangalia sidhani kama kwamba you are reflected of the society. You must feel everything. Ukikuwa ni na mwisho zitafanya ya mtu. So atakuwa anajua kitu kibaya. Ufeli kupatia panga kwambia unajua ni tunakuwa na hiyo ndani yetu, basi itatuwezesha sisi wenyewe kukataa yale mabaya ambayo yanakuja sisi ama watu kwenda mbele. So it's very important tuseme ya kwamba tumeweka sheria. Hii sheria iko nje saa nyingine vitu rules. Ni mtu ya kwamba hiki kutenda kutenda zungumzia kuhusu maadili ya nyumbani. Niona sekondari alikuwa mtoto msichana kidogo sana by the way, na walikuwa pweha mapenzi na msichana. Ili nikimuuliza kwamba somebody wako ni mwalimu kufunza pia mpenzi wako utaelewa. Nani sitamwekea yule mtoto msichana kwa sababu ni mtu ambaye anafikiria alikuwa 22 years, msichana alikuwa 2 years. Wewe wachana mambo ya mambo the person put to serikali kama adults ni yule mtu anafaa kuongoza ni wake. Ajue kwamba yes this to be the people who is old but the mental children afikiri kitu zima. Kwanza yule mvyangu kwa maoni yangu anafaa kuelelezo amfundishe amwambie na basi kuwa yeye ndio kwa yeye anadada najua wakati niliuliza kujijua ilikuwa niambia kwamba mwalimu anakuwa na sana yani kwangu ilikuwa ni kama sifa ambayo ni mpya sikia niambia kwamba those things happen sijui somo wacha kwanza tunafaa kupika kwamba kwanza unapogundua kwamba mwalimu ana mwanafunzi before you have a relationship with China kwa sheria inafuata mengine makosa mengine, lakini ndio mambo ya moral values mwalimu na tabia mbaya moral values then that guy kitu ako ni professional lakini ako na forma ya skills which are different from the values we have. So the best thing right but too wrong not make a jana angefundishwa vizuri we have what we call in schools with jana ya mapenzi kabla ya ndoa. So msichana anajua ya kwamba I cannot engage in it before marriage.
angejua ya kwamba kiza mwalimu kuwa na mapenzi mbaya kilikuwa na so what I'm trying to say is that amefika Tanzania wala serikali mambo ya na mambo mtoto anapokuwa kwenda chuo right. You know, Josiah, it was 20 years old. 22 years. Yako ni I'm talking about dog. Huyu mshiko na kwamba mtoto wa 18 years ndio anasema afai katika tendo la kwanza kwa 22 kwa machuntali sema mwalimu mwenyewe alikuwa 7 years. Mauja older than that person you're teaching is supposed to teach the moral usi sasa kama ni pale elimu kwa mfano alikuwa anafundisha mimi pale mimi ile wanafunzi wa pale miaka Yes. It doesn't give me a right kwenda na kimapenzi na wanafunzi pale. Pale ni kufundisha na pia kuwafundisha maadili mema. Ukipata kwa ndio ananimelea nimwambia hapana, wewe wanafunzi hivi na hivi, kama wewe hivi na hivi, ni yule ambaye unakaribisha yale mambo ndani mara kwanza huyu tunamuita huyu wako na miaka 2 anaingia shuleni ana mwanafunzi aliishi ni ngapi hata kama hako 40 ni mwanafunzi na uniform so long the property teachers run away back what you call na mwanafunzi inafaa kama kuna mwalimu anatendo kama hicho astakiwe kisha sheria mpaka mwisho. Na kubaliana nawe kwa swala hilo kwa kama responsibility kulinda wanafunzi ndio achukua mtoto kwako mwalimu huyu mtoto bila holiday yote nimekupatia wewe kikuja nyumbani akiwa na delay kwa unapata kwamba fluid kidogo sana kwa nyingine pia wazazi unapata tumesema una transport ndio umetoka sana amefika ngapi kwa wakati mwingine there is that shared responsibility ya walimu na wazazi kufanya yule mtoto akue maadili basi kwa zingine pia wanarithi. Wewe kwa mfano kuna mtoto kama tuseme huyu msichana ambaye ana miaka 20 siwezi kwa haya sasa ni mwalimu nimpeleke siku ya Jumamosi mtoto wangu kwa miaka 20 msichana Joseph fundishe hesabu mimi niende ninazungumza labda wanafunzi ambao kuna wako mtoto wake msichana 20 anapelekea mwalimu mwalimu aje kwako wakati upo anaangalia kama ni kufundisha mtoto wako anaenda anafundisha na kuna haufundishana nini jua inategemea ule nini akiwa akikua sasa hivi nasema kwamba samaki akifika sasa mzungumzie kuhusiana na mzungumzie kuhusiana na wewe yule mtoto akafanya makosa kama make mistake inategemea how you teach this child what now sikubaliani na wewe kwa sababu nataka kuwasifa sana ikiwa mtoto anatoka shule ameambiwa nyumbani wiki 3 usipeleke mtu ikiwa kuna mipangilio mpanga na sasa mkua shule
ukapatiwa darasa ama darasa wao wana huko, itakuwa ni nzuri. Kwa sababu gani? Huyu mtu mpatie mwanafunzi acha kuwa na tabia yake ni sasa mtu wa watoto vipi asifanye mzazi mwenyewe unalegea, unahakikisha kwamba hata yale masomo mwanafunzi anayoyapata ni basi imechange. Nataka kufundisha mambo kwa sababu ya yule kama wazazi wanakubaliana wale wanafunzi sio mmoja tu, ile wakapata wanafunzi wengi wakapata tuition pamoja, ingekuwa nzuri, ingesaidia sana. Sababu ili wewe kusema kwa wanaume wameridhika, wanataka kutumia wachanga wakawali na baadaye wakakienda. Ndio maana nifahamu kazi kwa tuseme unapopatia mtoto wako una shift inaenda kwa this teacher should be up. So kama uko na tabia mbaya mguide. So inawezekana wazazi watoto ni adini na wapi kwa gani kwa labda mwalimu wanafunzi mali wake araga mere akaacha watoto kaenda sasa mtoto wako sawa, ni sawa, lakini pia nilisema kuna yule ambaye wazazi tofauti. Kuna wale wanafanya mwalimu nyumbani, wale ataprefer lete apeleke mtoto labda shuleni kwa hivyo inategemea mzazi chaguani, lakini mwisho siku hakikisha kwamba mtoto wako vizuri, kulea vizuri ili mema inaambiwa jamaa unakatoa pale tuvute kitu mwambie no, mimi nimefundishwa kwamba wrong is kunywa pombe vibaya hivi ile sina zapata kwamba amembadilisha mtu mwingine, lakini kabla muda hiyo moja ile na mimi tu la na Kerubo, Caroline Kerubo, Emmanuel Mwaga, mwana Honorable Elia Kimbosiri Angwenyi, Desame kutoka Rispa kutoka Dubai, na mwana karibu kuonekisi pengo kwa sema okanasema wote mexa kwa kuna moja sema kibwa tusione yake Adolfin David mwana kutoka Saudia, Joseph kutoka Nairobi, kule kwa kutoka kule Uganda, mwana kutoka yuko ndani Dar es Salaam, kutoka Rene na mwana Janet Nyanika kutoka pamoja na ni baadhi tu ambao kwenye pangilio wa evening break tuzia masuala tofauti mtazamaji. Ni event ungekuwa ama una event nyumbani, uwe ni launch ya ni mazishi, iwe ni kuzungumza nazi kama mbili zijazo mtakuwa kuzungumzia kwa ndani, lakini vile vile kuna hafla kama hiyo unaweza tupata kwa na 7 itaweze kuangalia kwa kazi iko ni kama msi unalingana kwa kwa leo ni sababu pia tunahitaji kupumzika kidogo, kesho kazi inabidi kuongea kina kutoka ambao kwa jiunga tulipoanza mpaka sasa hivi mkuu mwema tuti vile somsho kwamba Nairobi hivi kama ungependa kuzungumza nazi pande wa Facebook Abagusi Radio ili uweze kutunazi kwa njia ambayo